Jiwe ambalo mwizi alilitupa kwa mvulana lilivunjika kwa bahati mbaya. Mvulana alichukua jiwe na kugundua kuwa lilikuwa johari isiyo na kima. Wakati huu, kidole cha mvulana kilikatwa. Kwa mara moja, mvulana alichukuliwa kwenda kwenye ulimwengu mwingine. Huko kulitokea sauti ya Mungu wa kike. Mungu wa kike alisema kuwa atapata mkono wa kimungu hivi karibuni. Angeweza kusema ukweli wa kitu chochote alichogusa. Mvulana alifurahi sana. Aligundua kuwa ataweza kuwa tajiri hivi karibuni. Mara moja baada ya hapo, mvulana alirudi kwenye ulimwengu wa kweli. Wawindaji wote walimzunguka. Walitaka kurudisha johari iliyoko mkononi mwa mvulana. Mvulana alikataa kurudisha. Wezi walikasirika. Walijaribu kumnyang'anya jiwe kwa mvulana. Wakati wa kuchokana, jiwe lilitoka mkononi mwa mvulana. Mvulana akaanguka chini moja kwa moja. Wakati huo huo, wafanyikazi walikuja. Wakiwaona watu hawa wakiiba mawe, waliwakamata mvulana na wezi. Kwa kupapasa, wezi na mvulana walichukuliwa kwenye kituo cha polisi. Kwenye kituo cha polisi, wafanyikazi waliwauliza wezi walipoficha jiwe. Kwa hofu, wezi walipitisha lawama yote kwa mvulana. Mvulana hakutaka kushitakiwa, kwa hivyo alijifanya kuzimia ardhini. Wakati huo huo, mkuu wa kike wa mgodi pia alifika hapa. Aliuliza wafanyikazi kama walipata johari, lakini wafanyikazi walisema wamehoji kila mtu isipokuwa mvulana. Mkuu wa kike aliwaamuru wafanyikazi wamamshe mvulana mara moja. Akiwaona zana mkononi mwa mwingine, mvulana aliacha kujifanya kuzimia. Mkuu wa kike alimuuliza alipo johari, lakini mvulana alisema alikuwa amezimia na hajui kilichotokea. Akiwa hakuna mtu anayeweza kueleza mahali johari ilipo, mkuu wa kike aliwaamuru watumwao wawafunge wafanye kazi mgodini. Lakini mvulana alipokuja kufanya kazi mgodini, mara tu alipochukua jiwe, aligundua kuwa kulikuwa na hazina kubwa iliyofichwa ndani ya jiwe.